very shocked that people in offices, whom I call them, and Kenyans are calling them incompetent, some ministers who are incompetent, are issuing unilateral orders, ordering CCIUs to record statement of innocent people. I'm very shocked today. And I want to tell them, and I will not fear. I cannot be intimidated. The proposed leaders cannot be intimidated. Yes. Point number one. I even go further because Duale, Mheshimiwa Duale, referred me as a liar. Me, I'm not a liar. But KDF did not commit a mistake. I have now, people have brought me cartridges. I have submitted 6 cartridges to the CCIO for ballistic analysis. Tunataka tujue hiyo bunduki ilikuwa na askari gani ya KDF. Yes. Tunataka hiyo askari ya KDF. Alafu hiyo askari ya KDF tutakutana naye kotini. Tutakutana naye mahali pengine. So that now Duale is calling me a liar. Na sasa nimepata bunduki nimepata risasi ambazo ni za serikali. So who's a liar? Who's a liar? Hii post, Facebook post ambayo alituma ni kwamba hii Facebook aliweza kuidirect kwa Mheshimiwa Aden Duale. Haikuwa ati ni kama uchochezi kama vile ambavyo wengine walikuwa wanafikiria. Ameweza kuexplain vizuri mambo ya hii post message. Ni kwamba ni message ina maana kama 3 peke yake. Ya kwanza, alipost hii message kama representative wa people. Hakuna vile ambavyo watu wake wangekuwa wanaumia alafu mheshimiwa nyamaze. Alipata hii information na kama kiongozi wa area hii ikabidi aongelee hiyo mambo. Na hiyo ni constitutional mandate yake kama mbunge wa area hii. Ya pili, mheshimiwa alitaka kupeleka to the attention of the relevant authority yale complaint ambaye amepata kutoka kwa watu wake. Ndio sababu akasema kuhusiana na zile ng'ombe ambazo zilichukuliwa na subsequently zikawa massacred. Na hiyo ni swali ambayo tunataka relevant authorities waweze kujibu hayo